Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na mwendelezo wa somo letu ambalo lina kichwa kinachosema maombi na umuhimu wake. Maombi na umuhimu wake. Na leo tunamalizia pati ya pili na ya mwisho ya kwa nini ni lazima Mkristo aombe. Tutaanza kwa maombi. Tunakushukuru Mungu wetu uliye mwema na mwingi wa fadhili. Tunasema ni asante Mungu kwa kuwa ulituumba kwa mfano wako na sura yako. Asante Mungu kwa kuwa ulitufanya kuwa watoto wako, ukatupa nguvu ya kuomba lolote kwa jina lako. Tunasema ni asante kwa kuwa umeweka daraja la maombi kama nyenzo kuu na kama njia kuu ya kuzungumza na wewe. Ni upendo wa ajabu sana. Tunasema ni asante kwa kuwa hata kuna saa hatustahili lakini unatupa nafasi ya kuomba. Tunashukuru Mungu, naomba ukatufundishe sasa, naomba ukatupiganie, naomba ukatuwezeshe, naomba ukazidi kusikia maombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Fika mahali hapa na Roho Mtakatifu wako akatufundishe sana mapenzi yako. Sema wewe wala sio mimi. Amen. Jana tuliona sababu 4 za kwa nini Mkristo aombe. Tuliona ni jukumu la kwanza, kati ya majukumu ya kwanza na ya lazima ya kiroho. Tukaona pia ni haki ya Mungu kuombwa, na pia tuliona ya kuwa maombi ni silaha. Na pointi ya 4 tukaona kwamba ni nguvu yetu na ujasiri. Maombi ni nguvu yetu na ujasiri. Leo tunaendelea, pointi ya 5 inasema hutengeneza ushirika baina ya muombaji na Mungu. Hii ni sababu mojawapo ya kwa nini lazima mtu aombe. Mkristo mwenzangu, ili kuwa na ukaribu na Mungu ni lazima umkaribie. Maana yake huwezi kukaa mbali na mtu ukasema una ukaribu naye, ni lazima umkaribie. Na njia pekee ya kumkaribia na kuwa rafiki yake ni kwa mazungumzo. Na mazungumzo yetu sisi wa Kristo kwenda kwa Mungu ni kwa kutumia maombi. Hata wewe katika hali ya kawaida unasaidika zaidi pale ambako una ushirika au una ukaribu na unayemuomba. Yaani dunia ya sasa inasema connection. Je, una connection? Tukisoma katika Matendo ya Mitume 4:31, neno la Mungu linasema hata walipokwisha kumuomba Mungu mahali pale walipokusanyika katikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tunaona kwamba kwanza waliomba. Walipoomba, Mungu akakubali kuachia connection yake ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa kwamba maombi ni daraja la ushirika au ni ngazi ya ushirika huu kati ya Mungu na muombaji. Na Roho Mtakatifu ndo connection ya hili jambo. Lazima Roho Mtakatifu awepo katikati ili kuconnect na Mungu. Na kwa kuongeza pia hapo, tukisoma katika Warumi, neno la Mungu linasema na yule Roho Mtakatifu ajuaye kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa hutuombea kwa Baba. Kwa hiyo tunaona kabisa Roho Mtakatifu ni connection ambayo lazima iwepo. Kwa hiyo katika kuomba kwetu tunatengeneza ushirika kupitia connection ya Roho Mtakatifu kwenda kwa Mungu. Na pia sababu nyingine, yani kwa nini lazima tuombe? Maombi ni njia pekee ya kuwasilisha hoja zako. Mtu wa Mungu, ili uweze kufikisha hitaji lako sehemu, ni lazima ufanye mawasiliano. Mawasiliano haya hutofautiana kulingana na mazingira au uhusiano kati ya muombaji na anayeombwa. Hayo ni mazingira ya kibinadamu. Lakini Kikristo, maombi ndio lugha sahihi ya mawasiliano kati yetu na Mungu. Maombi ndio lugha sahihi ya mawasiliano yetu na Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Isaya 43:26, neno la Mungu linasema, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Ndiyo. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu maombi ndio njia pekee ya kupeleka mambo yako kwa Mungu upewe haki yako. Kumbe kuna haki ambazo Mungu anazo kwa ajili yetu lakini tunashindwa kuzipata kwa sababu hatujatulia na kumuomba. Wafilipi 4:6 inasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hiyo tunaona hatutaki kujisumbua kwa neno lolote, bali kwa katika kila neno ni kwa kusali. Katika kila neno ni kwa kuomba. Maana yake, ili hoja yako yoyote ile, au haja ya moyo wako yoyote ile, au shida yako yoyote ile, iweze kufika mikononi mwa Mungu, ni lazima uombe. Ni lazima uombe.
Kwa hiyo maombi ni njia pekee ambayo wewe kama Mkristo unayo ya kuwasilisha hoja zako. Sasa nakushangaa, kwa nini huombi? Kijana mwenzangu, kwa nini huombi? Maana tunajua vijana sisi tuna shida kubwa sana. Kuomba sio ushamba. Kuomba ni kusogeza mahitaji yako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Tunaendelea na sababu ya 7 ya kwa nini Mkristo ni lazima aombe. Hapa tunaona kwamba katika maombi kuna utimilifu, kuna utoshelevu na kuna utakaso. Katika maombi kuna utimilifu, kuna utoshelevu na kuna utakaso. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kwamba mtu wa Mungu ukiomba, katika hali ya kawaida tukitoka kuomba, unasikia kutoka ndani yako kuna ongezeko, au kwa lugha nyingine tunaweza kusema kuna moyo wa kuridhika na kuacha kutangatanga. Yaani kuna utoshelevu wa kiroho na kuna namna utasikia kutimilika kiroho ukitoka kwenye maombi. Tukisoma katika Yohana 16:24, neno la Mungu linasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Furaha yenu iwe timilifu. Yaani kumaanisha kwamba, kwanza hapa neno lipo katika njia ya masikitiko kwamba hata sasa hamkuomba neno lolote kwa jina langu. Bado anaenda mbele anasema ombeni. Anatubembeleza kwamba tuombe. Upendo wa namna gani baba ambaye anao kwa mtoto wake kwamba tuombe. Ombeni nanyi mtapata. Furaha yenu iwe timilifu. Mungu anatamani tuwe na furaha iliyotimilika. Mungu anatamani tuwe na utoshelevu, lakini tunaupataje utoshelevu katika hali ya kawaida? Haiwezekani. Lazima tufanye nini? Tuombe. Hivyo, ukitaka amani na furaha ya kweli, isiyo na shortcut, ni kwa kuomba. Mtu wa Mungu, ni kwa kuomba peke yake unaweza kupata amani ya kweli na furaha ile ambayo haina shortcut. Tukisoma katika Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 4 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema, kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kuomba. Mtu wa Mungu, wewe ni kiumbe cha Mungu, wewe ni mzuri, wala upasi kukataliwa, lakini tu unapaswa kutakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Kwa hiyo tunaona ili mtu upate utakaso wa kweli, ni lazima uombe. Ni lazima neno la Mungu lihusike na ni lazima uombe. Tutaenda pia sababu nyingine ya 8 kwa nini ni lazima mimi na wewe tuombe. Inasema hivi, maombi ndio njia sahihi ya kuyashinda majaribu. Maombi ndio njia sahihi ya kuyashinda majaribu. Majaribu yanapokuja yakakukuta umejenga ngome imara, hayatakuyumbisha. Lakini kama umepwaya katika eneo la maombi, mtu wa Mungu, dhoruba yako ni kali sana na dhoruba yangu ni kali sana kama nitakuwa nimepwaya katika maombi. Na hata unaweza kuanguka vibaya mno. Yaani namaanisha kama mtu hauna tabia ya kuomba, kama sina tabia ya kuomba, naweza nikaanguka kwa kishindo kikali mno, kishindo kikuu sana. Hivi Mkristo anachaji kuomba? Yesu mwenyewe aliomba. Mimi Sayuni ni nani nisiombe? Yesu mwenyewe aliomba. Wewe ni nani rafiki yangu usiombe? Kwa nini nijiamini kiasi cha kuishi pasipo maombi? Haya maswali ya kujiuliza mtu ambaye hutaki kuomba. Je, kujiuliza utaushindaje udhaifu wako wa kibinadamu bila nguvu ya kiroho? Hakuna namna ambayo mimi nitashinda madhaifu yangu ya kibinadamu au ya kimwili pasipo nguvu ya kiroho. Nguvu inatoka ndani kuja nje na sio kutoka tu nje kwenda ndani. Nguvu ya kweli na nguvu ya uhakika inatoka ndani kuja nje. Maana lazima ianzie rohoni. Ili niweze kushinda majaribu lazima nipate nguvu ya kiroho ambayo itapush mwili wangu kusema tulia, itapush hali ya kibinadamu kusema tulia ili unaliweza na utalivuka. Tukisoma katika Marko 14:34, Yesu akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapo mkeshe. Mkeshe mkifanya nini? Mkiomba. Yesu mwenyewe anasema hivyo. Akaenda mbele katika mstari wa 38 akasema, kesheni muombe. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi ila mwili ni dhaifu.
mtu wa Mungu, neno pale linatuonyesha kabisa kwamba Yesu mwenyewe alikuwa ni mkeshaji na muombaji sana. Kiasi kwamba kuambia wanafunzi wake kwamba wanatakiwa wakeshe wakiomba ili wasije wakaingia katika majaribu. Ili uweze kuyashinda majaribu, ni lazima uwe mtu wa kuomba. Tena kwa kukesha, tena kwa kujitoa, kwa kujituma sana. Anasema kwamba roho iradhi, yani kwamba roho iko tayari kufanya jambo fulani. Lakini mwili wako ni mdhaifu, mwili wako hauna nguvu ya kumudu kile kitu. Mwili wako hauwezi kuvuka ile jaribu. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji nguvu ya ndani, nguvu ya roho. Itoke roho wa Mungu atoke ndani, aje nje kupush mwili kuweza kubeba kile kitu. Neno la Mungu katika Marko 9:29 linasema, akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Katika Marko 9 tunaona kulikuwa kuna mgonjwa wa kifafa. Wanafunzi wakawa wamemwombea sana. Sasa wakamuuliza Yesu, mbona sisi tumeomba sana lakini hajawa sawa? Yesu akawaambia, kwa namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Walitaka sana kumtoa pepo, lakini kumtoa kifafa, lakini hakikutoka. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya maombi inayohitajika kutumika pale. Kuna kiwango cha maombi kinahitajika kutumika pale na imani ya kufanya kile kitu. Yesu alipofanya tu, kile kifafa kikaisha na yule mtu akawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ujasiri wa namna gani unaoona hapo? Unashinda majaribu kwa kuomba. Mtu wa Mungu, usichoke kuomba. Kwa hivyo, kwa sababu hizo 8 pamoja na zile 4 za jana na 4 za leo, tunahitimisha somo letu la kwa nini mtu lazima aombe na ni nini maana ya maombi. Hadi wakati mwingine, Mungu akutunze na kupenda sana. Bye.